sina hofu mbele zake. Unasimama, haleluya, ndiye hakika ni salama, ndiye mwamba ni salama. Asante sana. Tasikia neno la Mungu kutoka kitabu ya waraka wa kwanza wa Timotheo 6 mstari wa 15, na utasomewa na Archdeacon wa kanisa la Anglikana hapa Isiolo. Tutasoma neno la Bwana kutoka waraka wa Paulo kwa Timotheo wa kwanza sura wa 6 mstari wa 15. Epistle of Paul to Timothy, 1 Timothy chapter 6 verse 15. Na nitasoma kwa Kiingereza. His appearing will be brought about at the right time by God, the blessed and only ruler, the King of kings, and the Lord of lords. This is the word of God. Asante sana Archdeacon. Mheshimiwa naibu wa rais, siku ya leo tunataka kukutia moyo na kutia viongozi wetu wote walioko hapa moyo siku ya leo, kuambia kwamba tunaye ambaye ni mfalme ya wafalme, ambaye ni King of kings, Lord of lords. Unaweza kuwa hujui kesho iko namna gani, lakini unajua ni nani anachikilia kesho. Kama viongozi wa dini mbalimbali tunasikia kubarikiwa sana kuwa katika nchi ambayo ina uhuru wa kuabudu, na tunashukuru kwamba kama viongozi wa dini ama dini mbalimbali hapa nchini tunapata nafasi ambao Mungu ametubariki, tunaweza kuwa na sauti katika uchaguzi. Wakati wa uchaguzi uliopita tuliungana pamoja, na nashukuru Mungu kwamba kupitia kwa kuungana kwetu tulisimama nyuma yenu, kwa sababu tunatambua nyinyi kama wenzetu, na tuliona Mungu ametusaidia kama viongozi wa dini kuwa na serikali ambayo tuliweka mchango katika kuchagua. So tunashukuru Mungu kwamba tukikuona tunaona dini, tunaona kanisa, tunaona Uislamu, kwa sababu tulikuwa nyuma yenu katika uchaguzi. Tuliwaona the second first lady alikuwa frontline, the first lady alikuwa frontline, wewe mwenyewe na rais mlikuwa mbele, na tulikuwa tunawaona, tunajiona. Na hivyo basi kama viongozi wa dini tulisimama na nyinyi katika uchaguzi uliopita juzi. Vile tunashukuru Mungu kwamba kuna watu ambao walipoteza na kuna wale ambao walipata, na hata kati ya wale walipoteza tunashukuru Mungu kwamba yeye anasema shukuruni kwa mambo yote, kwa kuwa yote yanatendeka kwa wema kwa wale waliompenda Mungu. Na hivi leo tumesema kwamba yeye ndio mfalme na yeye ndio Bwana ya mabwana. Tunashukuru Mungu kwamba ni historia. Watu wanauliza kwa nini hii Northern Kenya watu wanaogopa serikali. Ni kwa sababu ya yale mateso walipitia wakati wa serikali ya ukoloni na wakati wa serikali ya hayati mzee Kenyatta. Walitesa, unajua ile story ya shifta na nini. So wakisikia serikali, so Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alitumia hiyo ile kiboko ya baba yake na ile kiboko ya wapeperu, alitisha hii watu wa Northern Kenya. But I want to assure you, and the President will tell you, the people of Northern Kenya have always been and will always be with President RUTO and yourself and all of us. Nataka tu nimwambie ndugu yangu Liban, wewe ni katibu wa Petroleum. Leo tuko Isiolo, lakini wewe ni katibu wa Kenya. Wewe ni katibu vile mimi ni waziri wa Kenya. So katika hii serikali vile rais anasema hata kwa cabinet,
even how we employ our staff in our offices, it must reflect the face of the people of Kenya. So wewe ujue, wewe ni katibu wa wananchi wote na serikali ya Kenya, lakini wewe pia ni kijana wetu hapa Isiolo, ni kijana mfugaji, ni kijana wa eneo ya NFD. Your Excellency, sasa utanikubalia kwanza nitambue tuko na mheshimiwa waziri wetu wa Agriculture and Livestock Development and Fisheries, my colleague in Parliament for many years, Honorable Linturi. Tumpigie makofi. Pia waziri wetu wa Labor ambaye alikuwa pia my colleague in Parliament, Florence Bore. Tumpigie makofi. Your Excellency, for the economy of the Republic of Kenya to grow and to be sustained, the security of our nation, both internal and external, must be right and must be secure. And myself and Professor Kindiki and the rest of us in the security sector, I want to assure the people of Kenya two things. One, and we don't tell the people how many security incidents we thwart every hour, every day in our country. We have put everything in place, our forces, every resources, and we will not stop at anything to make sure our country is safe and secure, primarily from terrorists. And that's why this week, the week that just ended, for the first time in the history of Kenya, the Secretary of Defense, my colleague from the US, was here for 2 days. And the US, we work together with them very well. We share intelligence. We work with them both in our country and within the region and the Horn of Africa to make sure we deal decisively with all terror infrastructure. So I want to assure the people of Kenya, our teams along the border, in Boni Enclave, in Somalia, we will hunt down terrorists and their cells in our country. And on that front, I want to assure the people of Isiolo and the people of Kenya, we took an undertaking, Your Excellency, that there will be no extrajudicial killing. No extrajudicial killing. But we will, we will deal with the terror cells and financiers within our country and outside our country. Your Excellency, the second one, which you told us the other day in Cabinet, we have secured the North Rift. The county of Elgeyo Marakwet, the county of Baringo, the county of West Pokot, the county of Samburu, the county of Turkana. And next Tuesday, Your Excellency, with your approval, which you did on Thursday, we will table in Cabinet a Cabinet memo on how to develop the infrastructure, schools, roads, and replace the insecurity in those 6 counties with development. If the Cabinet approves, and we have approved at the sub-cabinet level, which you chair, Your Excellency, the people of Tiati and the people of those 6 counties will see development, more development in those areas. Lakini juzi, last weekend, nyinyi watu wa Isiolo mulienda Laikipia, mukaiba mbuzi. Si mnajua? Si mnajua? Na yale tulifanya mnajua. Si mnajua vile tulifanya? Kama mnataka tuwaongeze kwa hiyo list ya those 6 counties, Professor Kindiki and myself, we are ready. So even if you are not in that 6 counties, musijaribu kuiba ng'ombe,
Na mwambieni wale wanaiba ng'ombe hapa Isiolo, nimetoa amri leo. We will deal with you the way we are dealing with the ones in Pokot, West Pokot, in Tiati, Baringo, Turkana, Samburu, Elgeyo Marakwet. Mambo imebadilika. We will end the culture of banditry under President William Ruto. It will end. And we are going to build more bases. And finally, Your Excellency, under your direction, najua takuuliza, we have invited the leadership of Isiolo County. We are going to invite them the next 2 weeks. At the defense headquarters, we agree on the land disputes you have with Kenya Defense Forces. Ili tuseme hii ardhi itakuwa ni yenu na hii ni yetu ya jeshi. And thank you very much for hosting our troops. The people of Isiolo, they are very good. Na tumeandika vijana wengi kazi. Recruitments walikuja hapa. Your Excellency, with those many remarks, it's now my humble duty and honor to invite the best governor in northern Kenya. One of the best governors. So that nisipigwe. One of the best governors. There are many good governors. But, Your Excellency, huyu hata wakati alikuwa ameenda Jubilee, usiku alikuwa anakuja kwetu mimi na rais. Huyu na mimi mnajua sisemangi uongo. Baada ya deputy president mimi sisemangi uongo. Huyu tulimwambia wale jamaa wamefunga Rigiji, wewe watakuua, wewe kana hawa, lakini usiku kuja kwetu. He really supported our cause. And now the people of Isiolo, you have a very young, good governor. Fanya kazi na our PS, fanya kazi na our women rep, all our leaders, ufanye na viongozi wa dini. Huyu asipofanya kazi na nyinyi, muniambie mimi. Na mimi najua nitakuja hapa Isiolo. Anafanya na hivi vizuri? Bas, ukishika hawa viongozi wa dini, wewe utaenda mbali. Asante sana, karibu gavana. Wapi makofi ya ndugu yetu CS Cabinet Adan Duale? Wapi makofi yake? Your Excellency, kwa ruhusa yako, ningependa naibu wa gavana wa Isiolo, Daktari James Lowassa, akuja aseme neno mbili kabla sijaongea, alafu kualika Speaker wa National Assembly. Thank you, Governor. Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, Speaker of the National Assembly, all protocols observed. Asante sana Governor wetu. Tunajua tumeambiwa leo unatembea kama rocket na mwaka mmoja haijaisha. Sisi kama naibu tunang'ang'ana kama jet hapa chini, lakini tutang'ang'ana vilivyo. Tunajua serikali yetu ambayo iko kwa saa hii iliingia kwa usukani kwa sababu mambo yalikuwa mengi sana ambayo inahitaji kurekebishwa. Mimi naomba Wakenya wote siku ya leo, tunaomba tuwapatie nafasi President na Deputy President waweze kurekebisha, kwa sababu yale mambo ambayo itakuwa hapo mbele, iwe ni hiyo petrol tunaongelea, iwe ni security ya chakula, yote itarudi kawaida. Mimi sitasema mengi kwa sababu mkubwa wangu wako hapa hivi. Ni moja tu ambaye nataka kusema kuwa we are expecting a threat, that is El Nino rains, which has been predicted. Na sisi kama wananchi ambayo tuko Isiolo, maji mengi inatoka kwa milima na wapi inapitia hapa, inasumbua sana, ina flood the deltas in Merti, Garfarsa, up to Sericho. As a county, we have done preparations, but we still require the support of the national government. Tumetoka tu kwa kiangazi kubwa, bado watu hata kama mvua itanyesha tutalima, lakini shida ya njaa ambayo ilitoka juzi kwa kiangazi bado tuko nao. Tunaomba kama kutakuwa na msaada, hata kama tukiwa wakulima tuongoje hiyo muda, tusaidike kwa hiyo muda. Asante sana. Sisi kama Liban akiwa hapa hivi, is my colleague professionally, and also I'm an alumni of these Isiolo boys. We have Professor Nura here, who is also an alumni. County Secretary Dade, the current MP Isiolo North also is an alumni. The former MP Asanotha also from here. Kwa hivyo, these grounds produce great minds. Even Governor Kuti alipitia wapi? Hapa hivi.
Kwa hivyo tunashukuru sana. Sisi wenyewe tukiwa hapa hivi, mimi na gavana wangu, mimi ni nyuko nyuma yake. Kama yeye ako UDA, mimi pia niko na yeye wapi? Hapo. Asante sana gavana, na tunaamini kuwa kwa sababu ni mwaka ya kwanza and we are topping the Northern Kenya and we are top in the country. What about this second year wakati ya kutakuwa na mambo mengi? Naamini tutaongoza mpaka mwisho. Asante sana. Wapi makofi ya Daktari James Lowassa? Your Excellency, kwa ruhusa yako mimi nitaongea maneno chache sana. Ya kwanza, ningependa kuchukua hii fursa kushukuru serikali ya Daktari William Samoei Ruto pamoja na wewe kwa kuangalia maslahi ya watu wa Isiolo na Northern Kenya kwa jumla. Sisi tunashukuru sana. Tumepata PS Marsabit, tumepata PS hapa Isiolo, Tana River, Garissa, Wajir na Mandera. Tunashukuru sana. Your Excellency, kwa sababu mimi ni governor wa Isiolo, lazima nitaje maneno chache hapa. Your Excellency, sisi kama watu wa Isiolo tulipigia hii serikali more than 67%. Tunajua mmetupatia katibu wa kudumu, tunajua mmetupatia CAS, tunajua mmetupatia chairman, lakini tunataka matunda bado imiminike hapa Isiolo County, Your Excellency. Kwa sababu hii serikali ni ya watu wa dini, watu wa Isiolo, na wanajivunia sana. Si mnajivunia? Mnajivunia hii serikali? Hebu tuonesha kwa mkono Rigathi aone. Haya Rigathi, umeona? So Your Excellency, iko watu ndani ya Isiolo County hawajaweza kunufaika kwa sababu vile umesikia Isiolo County ni Kenya. Vile umesikia Mheshimiwa Jane Kihara akisema, ukiingia Isiolo County ni sawa na kuingia wapi? Nairobi. Isiolo County makabila yote iko, Your Excellency. Your Excellency, Wameru hawajapata nafasi, tunataka wapatiwe nafasi. Iko mama alisimama na chama ya UDA, tunamuita Mama Mboga, alisimama kiti ya women rep, sijui kama ako hapa. Your Excellency, mama ako na degree, tunataka angaliwe maslahi yake. Your Excellency, tuko na kijana wetu ambaye tunampenda, anaitwa Peter Ngechu, sijui kama ako hapa. Ngechu ako wapi? Ngechu ni mtu ya Nyandarua, stroke Nyeri, stroke Isiolo. Huyu ni kijana yetu, tunataka nafasi ya CEO ingine ikipatikana, huyo kijana apatiwe. Your Excellency, kutoka Kenya ipate uhuru, this is the second time we are getting principal secretary. And we are very thankful for that. Lakini tunataka pia tupatiwe nafasi ya ambassador. Isiolo haijaipata ambassador, wanasianga tu ambassador anatoka huko Marsabit, Tana River, mahali zingine. So sisi watu wa Isiolo tunahitaji nini? Posti ya nini? Ya ambassador ikuje wapi? Isiolo County. Sale bendera ya PS inaenda na ya governor pia ya ambassador inafaa nini? Mnataka hiyo? Hebu muinue mkono, tunaitisha tu share pole pole. Iko mjumbe nilikuwa nasikia akisema watu wasiitie share. Tutaendelea kuitisha share mpaka miaka 5 ifanye nini? Hii hatutawacha sisi, Your Excellency. Na mimi Your Excellency nimefunza watu wa Isiolo, lazima watu waongee ukweli. Kitu ambacho haiwezekani tunaambia ifanye nini? Haiwezekani. Kitu ambacho inawezekana tunaambia watu nafanya nini? Inawezekana. Na nafikiri tumejifunza kutoka kwako na tutaendelea kujifunza kutoka kwako. Your Excellency, tuko na kijana wetu ambaye anaitwa Professor Nura. Our distinguished son of this soil, a professor who is serving as a director of finance at KSG, Your Excellency. Ni kijana amezaliwa huko Ruro, inaitwa Marti, huko Geshagi kabisa. Sijui kama ako hapa. Professor ako hapa? Your Excellency, unamwona huyo kijana? Sisi kama watu wa Isiolo, Your Excellency, tunakuomba. Term ya the current director general ikiisha, Professor Nura huyu kijana wetu apatiwe fursa aweze kuongoza hiyo institution. He has been serving there for the last 20 years, Your Excellency. Na itakuwa vibaya sana mtu ameserve for the last 20 years analetewa mtu mgeni akuja afanye nini? Akuwe mkubwa yake. Your Excellency, tunaomba kwa unyenyekevu mingi sana. Hiyo maneno fikishia president. Tulikuwa tunafaa kukutana na president last week, hatukuweza kukutana. Najua unapanga in the next few days tutakutana na president, na pia hiyo ni vitu ambazo tutapeleka huko, Your Excellency. Your Excellency, president alisema atatutengenezea barabara ya kutoka Isiolo kuelekea Marti. Nafikiri kama mtu yake ya mkono ni mzuri, ufuatilie hiyo kuhakikisha watu wa Isiolo wamepata nini? Wamepata hiyo barabara. Your Excellency, Lapset corridor inapita hapa Isiolo, and you know Isiolo is the center of Kenya. Tunataka depo ya Petroleum vile Kiraito Murungi amesema iletwe wapi?
hapa Isiolo. Na tuko na shamba na tutawapatia Your Excellency. Your Excellency, tuko na watu wengi sana tunataka wapatiwe nafasi ya board. Tuko na mtu anaitwa Mohamed, tuko na mtu anaitwa Mohamed Alisime. Majina tuko nazo mingi sana. Lakini tutakuletea, tuhakikishe hawa watu wetu wameweza kupata hizo fursa, Your Excellency. Your Excellency, mimi nimetoka kwa chama kingine, nimeingia UDA, na sisi hatutaki kuwa watu wa kupigia wengine makofi. Na hatuwezi kuwa watu wa kupigia wengine nini? Makofi. Sisi uchaguzi ya UDA itakapokuja, sisi kama region ya Tana River, Isiolo na Marsabit lazima tupewe nafasi wapi? Hapo. Ndio mtu wetu pia aweze kukaa kwa hiyo meza ambaye keki inafanya nini? Inagao. Kama ni kupigania tutapambana, Your Excellency. Kama ni kupatiwa tutaitisha, lakini lazima watu ya Tana River, Isiolo na Marsabit wapatie hiyo fursa, Your Excellency. Your Excellency, ya mwisho nikimalizia, sisi we are very proud of our son Mohamed Liban. We know amepatiwa wizara ambaye iko na changamoto mingi sana kwa hii wakati, lakini tunajua he will surmount that challenges, na Wakenya watahakikishio mafuta imefanya nini? Bei ya mafuta imerudi nini? Imerudi chini, kwa sababu tunaamini uwezo wa kijana wetu Mohamed Liban anaweza fanya hiyo kazi. Kwa hayo mengi na machache, wacha nichukue hii fursa kualika Spika wa bunge la kitaifa, wajumbe wanamuita Papa wa Roma, na mimi nimemwambia karibu, tutamkaribisha hapa Isiolo tumpatie bomba. Mko tayari kupatia Spika bomba? Mko tayari? Hebu nionyeshe kwa mkono. Karibu sana Spika. Karibu Spika. Asante sana Mheshimiwa Governor. Deputy President wetu, rafiki yangu Rigathi, mwanamwali wa leo, rafiki yangu Liban na familia yako, Governor wetu, mawaziri wetu, makatibu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCS, viongozi wetu wa kidini na waheshimiwa wananchi. Mimi nilialikwa hapa na huyu rafiki yangu Liban PS. Alikuja mpaka kwa ofisi yangu kwa sababu yeye ni rafiki yangu wa muda mrefu. Akaniambia, mimi nataka kushukuru Mungu na kushukuru rais wetu kwa kunipatia nafasi kufanyia nchi yetu kazi. Nikamwambia hata ikiwezekana kufanya mambo ingine nitakuja mpaka kwako, na leo nimefika. Kwanza ni kushukuru Mungu, kushukuru rais kwa kupatia nafasi. Huyu ndugu yetu Muislamu amehubiri hapa, na yala amesema pia iko kwa Biblia. Yesu aliwaponya wakoma 10. Ni mmoja tu alirudi kumwambia asante. Wengine 9 walienda kwao. Sasa kila wakati Mungu akikutendea mema na binadamu mwenzako akikutendea mema, it is always gracious to say thank you. Na ndivyo tuko hapa leo kumshukuru Mungu kwa kuteremkia uonekane ndio upewe hiyo nafasi. Na wewe tunakujua ni mchapakazi. Ukishirikiana na wenzako kwa wizara kama waziri wako Chirichiri na wengine, hii mpito ya changamoto tulio nayo nina hakika mtaitatua. Na yale yote mkiwa nayo mazito ya kuletwa bunge au wabunge wetu wote will rise to the occasion. Mama wenu huyu wa county na wenzake. Tukiwa hapa leo pia ni kushukuru nyinyi watu wa Isiolo kwa kuchagua huyu kijana wetu Guyo.
tumefanya kazi naye huko Nairobi, na yeye ni kijana mwadilifu sana, na nina hakika he will change the face of this county. We wish you well, Bwana Guyo, na uchapie watu kazi sawa sawa. Hata kutoka hapa Isiolo, spika wenu wa saizi ako wapi? Huyu ni kijana yangu kutoka bunge. Tulikuwa tunafanya na yeye bunge, sasa yeye ni spika wenu. Hata mtoto wa huyu rafiki yangu mmoja ni msichana yangu huko bunge, tunafanya kazi na yeye. Na tutaendelea tukipata nafasi kuongeza wengine. Jambo la kuongezea tu wananchi wa Isiolo, mimi naunga mkono yale imesemwa. This is the center point of our country. Even when we were designing LAPSSET with Mzee Kibaki, tulisema Isiolo will have an international airport. Tulisema Isiolo will be the center for refining the oil from our northern oil fields. Na tulisema Isiolo will be one of the key cities in our country. Hiyo plani haijazimia. Ilizama wakati uliopita, but President William RUTO and our team is proactive in making sure the government is felt in every corner of the country. Hapa Isiolo, Bwana Liban, mimi nimetembea sana. Nimekuwa Merti, nimekuwa Kulamawe, nimekuwa Kina, nimekuwa Karbatula, nimekuwa kila mahali tukipiga siasa. Hata kura iliyopita tulisunguka hapa sana. Mkapatia rais wetu kura, tunasema hongera. Sasa ni kuunganisha wa Kenya. Na vile mnavyokaa hapa, hata watu ya Mlembe wako hapa wengi sana. Kuna daktari moja anaitwa Dr. Namasaka. Amekaa hapa for the last over 30 years. Tulimaliza university akahamia Isiolo. Amekaa hapa mwaka huu yote. So hii kuunganisha wa Kenya, Isiolo is a shining example. Nyinyi mko kama Trans Nzoia, mko kama Nakuru, mko kama Laikipia, yenye unapata makabila yote. Show the example, lead the way. Mwisho kabisa, Bwana Liban, umepewa kazi. And you have been given the job not because of anything but your ability to deliver. Sio tu mtu ya Isiolo angechukua mtu yoyote hapa. You are from Isiolo but with exceptional qualities and ability to deliver. And those of us who know you and who work with you will assist you to deliver. Na nyinyi ndugu zetu wa dini, muombe rais wetu aendelee kuwa na hekima ya kuunganisha wa Kenya. Aendelee kuwa na hekima ya kuhudumia wa Kenya bila ubaguzi wowote, ili kila mtu ajivunie kuwa Mkenya. Tusiwe na Mkenya yeyote ambaye atavumilia kuwa Mkenya. Na mimi na ndugu yangu Rigathi na wengine tutachangia kiasi chetu. Sasa ni nafasi yangu kumwalika ndugu yangu Rigathi, msema kweli, aje naye atuhudumie ili tuendelee kushangilia Bwana Liban na familia yako. Mungu awabariki. Asante sana, tafadhali tuketi wale wako na viti. Asante. Asante. Mgeni wetu wa heshima, PS wetu Mohamed Liban, viongozi wetu wa dini, Mheshimiwa Spika wetu wa Bunge la Kitaifa Mwena, waheshimiwa mawaziri wetu Davis Chirchil, Aden Duale, Mithika Linturi and Florence Bore, makatibu wetu ambayo wanafanya kazi na Liban, gavana wetu Mheshimiwa Abdi Guyo, Mama County, waheshimiwa wabunge na watu wa familia ya PS
na marafiki na watu ya Isiolo, amjambo. Salamu alaikum. Asanteni sana. Sisi tumefika hapa viongozi wetu wa dini katika hii sherehe ya ibada ya shukurani ya huyu PS wetu Liban, ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema amemtendea na kuambia Mwenyezi Mungu asanti, na vile ilihubiriwa na vile speaker amesema, hata sisi wa Kristo kwa Biblia iko ni watu 10 waliponywa na ni mmoja peke yake alirudi kusema asanti. Rais William Ruto na mimi tulikuwa hapa pia kusema asanti, na mimi niko hapa leo kumwakilisha Rais William Ruto ambaye ndiye alikuwa mgeni mheshimiwa. Akanituma kwa sababu alipata pahali anaenda mazishi ambaye haingeahirishwa, akanituma nimwakilishe, na akanituma na salamu nyingi kwa familia na kwa watu ya Isiolo. Mmepokea? Rais William Ruto anapenda watu wa Isiolo, hata sisi tunapenda nyinyi. Sisi tumefika hapa kusherekea ushindi mkubwa wa huyu kijana wenu PS, kwa sababu tangu apate hii kazi Rais William Ruto na mimi tumetosheka kikamilifu na jihada zake za kutekeleza kazi. Na vile speaker amesema ni kweli, pale Tanzania wanasema mtu amepata kazi na kazi imepata mtu. Hii ya State Department of Petroleum, kazi imepata mtu ya kufanya. Unajua wananikachifu, wananiingilia nikiongea mambo ya shares. Ni kwa sababu ni wale hawana shares yeyote wanakasirika. Wale wenye shares kama watu ya ICEERA na Marsabit wanafurahi. Kwa sababu lazima tukubali hii uchaguzi, your vote must count for something. Watu hawezi tu kupiga kura tu hivi na kukaa. Lazima uamue vile unapiga kura, na pia upime hewa vile naenda. Kama mko na matumaini ya kuwa ndani ya serikali, mfurute area vile Kenya inasema. Msikae tu pale kwenu mnafikiria hivyo ndivyo Kenya inasema. Kwa hivyo sisi, rais na mimi, tuko na furaha tele kwa watu wa Isiolo, kwa sababu hata kama vile waziri wetu wa ulinzi amesema, ni kweli watu ya Northern Kenya kwa vile waliangaishwa na mkoloni na wakati ya shifter, sana sana hupenda kufuata na kukaa na serikali. Kwa hivyo uchaguzi uliopita walishurutishwa sana na kuangaishwa na kutolewa maneno makali na macho makali ya kwamba ati serikali haiwezi kushindwa. Kuna mnyama ingine walikuwa naita system, na ingine naitwa deep state, na ingine naitwa machinery. Sasa watu ya Northern Kenya wengi waliuziwa uoga, lakini mimi niko na furaha nikisimama hapa Isiolo. Watu ya Isiolo hata wakiuziwa uoga, 67% walisimama na Rais William Ruto. Na kwa hivyo lazima mngevuna. Hakuna mtu anaweza kupanda akose kuvuna. Hiyo ndio sheria ya ukulima. Ukipanda unafanya nini? Unavuna. Kwa hivyo lazima Rais William Ruto angeangalia nyinyi vilivyo, kwa sababu mliamini yeye, mlikubaliana na yeye, mliamua ya kwamba ana uwezo, anaweza kuongoza Kenya. Sasa lazima William Ruto angetafuta wafanyikazi kutoka sehemu watu wanamuamini, watu wanamuelewa, na wale wanaweza kumsaidia bila kumuhangaisha. Na ndio akasema watu ya Isiolo, na nyinyi tunaheshimu nyinyi sana kisiasa. Kama kuna county imekomaa kisiasa katika Kenya hii ni county ya Isiolo. Kwa sababu mlisema huyu Abdi Guyo ako huko kwa Jubilee
lakini ni mfanyikazi mkapatia yeye. Huyu women rep mkasema mtapatia yeye, senator mtapatia yeye, wabunge mkapatia, lakini mkawaambia ya rais hiyo mtu mnatuambia huyo hapana, huyo hawezi, huyu amezeeka, huyu hawezi kazi. Sasa nyinyi kwa sababu mnaweza kazi, tutapatia ya ubunge, ya governor, ya senator, lakini ya rais tumepima, tumevuta aerial, tumeona kijana shupavu ndio anaweza kutuanga hii kazi ya Kenya, ni William Ruto. Sisi tutapatia nyinyi kwa hizo vyama, lakini ya rais muachane na sisi, tupatie yule tunapenda, yule tunaamini. Na kwa hivyo sisi tunatolea nyinyi kofia. Na baada ya rais kuamua atapeana katibu katika Isiolo kwa sababu ya shares yenu kwa serikali yake, sasa akaingia kutafuta sasa mfanyikazi, kwa sababu hata kama mko na shares hangechukua mtu yeyote ambaye hana uwezo. Akaweka darubini, akapima, akaona huyu PS huyu Liban anatosha kwa hiyo kazi. Na wewe PS nikupongeza kwa sababu hujaangusha watu ya Isiolo, umekuja uko na bidii. Tukiitwa mkutano pale kwa rais uchelewi, wengine wanachelewa wanafukiwa nje. Huyu PS wenu alifika mapema. Ama mngetaka kuwa mtu ya kuchelewa? Sasa wewe PS usiangushe watu ya Isiolo. Ukisikia rais ameitana saa 2 unafika saa 1. Mimi nafika 12:30. Unajua mimi nachuka kazi yangu. Si unajua pahali mimi nilikuwa pahali mbaya sana. Sasa yangu ikiharibika mimi sina pahali ya kwenda. Sasa rais akisema mkutano ya saa 2 mimi nafika 12:30. Wewe PS wewe fika, wewe mambo yako si mbaya sana. Ikiharibika unaweza rudi hapa uchuke kamia. Kwa hivyo niseme viti pia tumepatia nyinyi CAS, machairman na nini, na bado shares yenu bado haijafika pale natakana. Najua mimi ndio mwenye kuweka hiyo record, bado kuna maneno mengine tunapanga na rais. Mngojee tu, mtulie, nyinyi ni watu wetu, mtulie. Na vile governor amesema ni kweli, hii Isiolo is cosmopolitan. Nimepofika hapa kina mama wimbo kuanzia pale Samburu, kufika hapo Turkana, kufika hapo Somali, kufika hapo Borana, kufika hapo Wameru, kufika hapo Buruji, kufika hapo Kikuyu, kila mtu ako hapa Isiolo. Kwa hivyo zile nafasi ya shares yenu imebaki, tafuta ingine moja tunatupia Samburu, ingine Turkana hapo, ingine Wameru hapo, ingine wa Kikuyu hapo, ingine wa Somali hapo, ndio Isiolo ikae vile inatakikana. Na hiyo ni kazi yangu. Iko mambo tunapanga hivi karibuni tu inaiva. Nyinyi mtulie, chakula iko jikoni, mngoje tu. Hata msiongeze kuni gavana, wewe kwa yako ni kuongeza kuni. Wacha chakula hivi. Sasa huyu gavana mimi namwambia chakula iko jioni, anasema acha tuongeze kuni. Unajua hii chakula nayo inataka iende pole. Ukiweka kuni zaidi itajaa moshi. Kwa hivyo iko maneno tunapanga hapo hivi karibuni, tutapanga maneno yenu. Vile waziri wetu wa defense amesema, najua sisi ni watu ya kusema ukweli. Hata kama nyinyi mko na share serikali yetu na tutapenda nyinyi, pahali mmekosea pia tunasema. Hii wizi ya mifugo, hii maneno imepitwa na wakati. Tuko na shule, watu wasome, wengine waende kazi, wengine wakuwa wafugaji. Hii maneno ya kuchukua ng'ombe na buzi ya majirani tuachane naye. Hapa tuko na shida kati ya Isiolo na wajirani wenu watu ya Meru. Pale kwa Igembe iko shida hapo. Hawa wajirani ya Samburu mnasumbuana. Watu ya Laikipia mnasumbuana. Sasa mmesikia rais amesema wezi ya mifugo mambo ni ngapi? Mbona mnanyamaza? Kwa wezi ya mifugo mambo ni mangapi? Hakuna haja niseme mnaijua. So mheshimiwa Duale yako hapa, Kidigi yako pale, na hao watu wawili hawachezi na mtu. Hata sisi hawacheki na sisi. Hiyo maneno ya wizi ya mifugo tafadhalini, wangwana wetu wa Isiolo, hiyo ni mambo imepitwa na wakati. Tuachane na hiyo maneno kwa sababu ni mambo ya kurudisha Kenya nyuma. Ni mambo ya kuleta ugomvi katika jamii. Tungetaka tukae vile tumeona nyimbo hapa.
jamii zote zinaishi Isiolo kwa amani na kupendana. Hiyo ndio Kenya ile tunataka, na hiyo Kenya vile Mheshimiwa Jane Kihara amesema iko hapa Isiolo. Ni kweli barabara ya kutoka Isiolo kwenda Marti tunafuatilia. Mambo ya maji tunafuatilia. Unajua tulikuwa na mkutano deputy governor ya kupanga mambo ya El Nino, na siku ya Jumanne tutakuwa na mkutano ingine technical. Maybe governor atakutuma kwa hiyo mkutano ndio tufanye mpangilio ya ile usaidizi. National government itatoa, donors watatoa, na nyinyi county ile mtatoa, ndio hii maji yote isipotee yote. Tujue ni vipi hii maji itakuwa mingi, tunaweza kutumia ingine itusaidie pale mbele, na ni vipi tutaweza kukinga wa Kenya, watu ya Isiolo wasikuje kukufa kwa sababu ya mafuriko ya El Nino. Kwa hivyo hiyo ni mambo ambayo tunaendelea naye, na hapo mbele itakuwa sawa. Mimi ningetaka pia niseme women rep niambia pale Burati akina mama wamejipanga, na umenipatia kadi yangu na rais. Sisi ni wangwana. Kwa hivyo ikifika hiyo December 14 tutakutuma mchango ya rais na yangu, bora ifike. Tutatuma county commissioner, ikikosa kufika tutakutafuta usiku. Lakini mimi najua wewe ni muungwana, si atafikisha. Huyu ni kiongozi mzuri, na tutapanga hiyo maneno. Kwa hivyo mimi niseme tumefurahi sana, na huyu PS anafanya kazi vizuri na CS wake. Kuna wengine hapa ma-PS, ma-CS wanagombana kidogo kidogo, wanapimana nguvu, mambo ambaye haina haja. Huyu PS wetu Liban na CS wetu Davis Chilchil, they work together. Na PS mwingine anaitwa Wachira. In the Ministry of Energy and Petroleum, there is synergy between the CS and the two PSs. Pia nimepata ripoti nzuri kwa members of parliament and senate, wakitembelea huyu PS wenu anawakaribisha na heshima, hana kiburi, hana maringo. Na nimesema juzi, wale ambaye wote tumepewa nafasi ya kuongoza na rais wetu, tuheshimu wananchi, tuheshimu wa Kenya, tuongeleshe watu kwa heshima na kunyenyekea, kwa sababu wenye kutuajiri kazi ni nyinyi. Nyinyi mkiamua 2027 governor sote twende nyumbani, hao watu hapana watu wazuri vile nawaona. Hawa ni wazuri wakikupenda. Wakiamua wewe ni bure, wanakuambia nje ni out. Na sisi hatutaki tufike hapo. Kwa hivyo huyu PS wetu ako na heshima na viongozi ambaye wamechaguliwa. Ako na heshima na mapienzi wenzake. Na hiyo ndio tunataka. Wewe ukipewa nafasi ya kuongoza, ukuwe ni mtu ya kushikanisha watu na kuheshimu wale viongozi wengine na kuheshimu wa Kenya na kuwafanyia kazi na ile njia ambaye inayofaa. Huyu Sheikh ameongea hapo, amesema mzuri ya kwamba ni makosa kubwa kutoa fujo na kutoa maneno ya kuharibu. Wale tuliwashinda walikuwa wametoa fujo. Siku hizi wamekuwa watu wazuri, wamewachana na fujo. Sasa unajua Mheshimiwa Kiraitu alikuwa anasema hii kiboko nimepewa, anaogopa. Hii kiboko kazi yake imeisha. Hiyo watu wamekuwa watu wazuri, wamewacha fujo. Lakini sitaiweka mbali na mimi. Si ndio? Siwezi iweka mbali, nitaweka karibu. Wakienda wachanganyikiwe, waamke tena, mimi nitatoa hii kiboko mmenipatia, nataka kusema asante. Hii ni ya ile watu ambaye ni ya kuharibu Kenya. Lakini hii si ya kuumiza watu wazuri. Watu wazuri ni watu ya kupewa maziwa, ni watu ya kupatiwa soda, ni watu ya kusaidiwa. Lakini wale wenye kuharibu Kenya, hii nitaweka pahali mzuri, lakini naomba Mwenyezi Mungu isikuje kutumika kama inawezekana. Lakini vile mmenipatia nimesema asante. Nilikuwa nahitaji moja, hata ni kama mlijua. Kwa hivyo tutakaa naye. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana, na vile tumekuja Isiolo, hatukukuja mkono mtupu. Lazima nyinyi mfaidike kwa serikali yetu. Kwa sababu hii serikali nyinyi mlitupatia. And it is your right kusaidika kwa hii serikali. Kwa hivyo nimekuwa kwa ile shule inaitwa Almasi School for the Disabled. Pale nimepata kazi nzuri sana inafanyika pale, na nimemwambia governor na county commissioner kuna vitu watatengeneza registration kidogo. Wakimaliza serikali itatuma shilingi milioni 5 ya hiyo shule ya walemavu. Pia kwa sababu nimekuja,
lazima sasa tuwache tumefanya mambo 2-3 hapa, kwa sababu inatakikana namna hiyo ndio pia watu waanze kuona hii PS ameanza kuleta matunda. Unajua sasa huyu ndio mtu wenu, wako sisi karibu na pale na sisi, ako karibu na rais pale, ako karibu na mimi. Sasa kazi yake ni kukaa hapo kwangu, hapo kwa rais, akiona kitu imeanguka anachukua analeta nyumbani. Isinatakana namna hiyo. Na PS ukue macho. Unajua hata kama unafanyia wa Kenya kazi na ni mzuri, wewe ni PS wa Kenya, lakini charity begins at home. Ujue east or west home is ukumbuke hii watu. Napitia hapo kwangu, ukiona kitu unasema ndio hii. PS amekuja, tumeongea na yeye, nimetafuta usaidizi kidogo. Kuna hii shule inaitwa Ramadhani Integrated Primary School. Wapi principal? Head teacher wa hiyo shule yako? Ako wapi? Kuja. Leta hiyo toilet. Najua sasa tumekuja hapa lazima muanze kuoja matunda ya serikali. Hiyo shule mnaijua? Sasa tumeongea na PS. Wapi? So hii shule ya Ramadhani Primary School PS amekuja, ameniambia hiyo shule iko na shida, inataka isaidiwe, na kwa sababu ya heshima ya PS na watu ya Isiolo nimekuja na shilingi milioni 5 ya kusaidia hiyo shule. Sawa? Utengeneze mzuri. Na hiyo pesa isimamiwe vizuri, si ndio? Alafu hii shule PS alisoma, hii ya Isiolo Boys, ambaye ni shule ya kimataifa inajulikana. Ilikuwa na sifa mpaka kwetu nikiwa huko Nyeri, nikiwa kijana mdogo, tulitamani kufika Isiolo Boys, lakini hatukufika. Marks yetu ikakuwa chini kidogo. Unajua sisi ni watu ya matatizo mengi. Sasa hatukuweza kufika hapa, tukaenda shule tu jua kali, lakini Mwenyezi Mungu ametuinua ndio sisi tuko hapa naibu wa rais. Najua Mungu naye ni wa maajabu. So hii shule PS alisoma, gavana wetu wa zamani Kuti, kila mtu hapa Isiolo, na hiyo shule iko na matatizo, lazima tuisaidie. Wapi principal? Kuja principal. Haya. Nayo hii Isiolo Boys, kwa heshima ya PS wetu na watu ya Isiolo kwa jumla, na shares yenu kwa serikali ya William Ruto na mimi, shilingi milioni 10 mtengeneze hiyo shule. Haya, vijana wa Isiolo Boys mko? Mko area? Simama yenu iko sawa sawa? Ama nipangie nyinyi bashi kidogo? Nipangie nyinyi bashi kidogo vijana? Haya vijana, nitatoa 500 mpake mkate na chai na nini hapo. 500,000 ya hiyo vijana. Alafu sasa mama, wewe sasa county women rep, ukae karibu na mimi. Sasa next time I come, umeraise mambo ya Isiolo girls, si ndio? Na wewe hapana kaa bali na mimi. Mngepotea huko mlikuwa mmepelekwa na Uhuru. Sasa huyo mtu mlikuwa mnafuata ungemtoa wapi? Sasa sisi ndio tuko na mali. Sasa ile mzee si yako msituni. Sasa hao walikuwa naambiwa na Uhuru wafuate hiyo mzee, mtu ya kuzimia. Sasa mama analia Isiolo Boys, mzee yake amekwama. Yeye mwenyewe anatafuta kitu ya kukula, tumsaidie. So wewe utakuja tupange, next time nikija nikuje na kitu ya Isiolo Girls. Tumekubaliana? Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana watu ya Isiolo. Tumefurahi kufika hapa. Pia wale wa mama walituibia mko hapa? Wale wa mama mlituibia mko hapa? Nimeambiwa hao mama wako grupu 13, nitapatia pia shilingi bilioni 1 ya hiyo wa mama ambaye wameiba vizuri, wametutubuiza vizuri. Ndio pia na nyinyi mjue tumeshukuru vile mmetukaribisha, vile mmetuimbia na vile mmeweka Isiolo kuwa the face of Kenya. Kila jamii iko pale, kila wimbo ya Waborana, Waburuji, Wasamburu, Waturukana, Wameru, Wakikuyu, Wasomali, that is Kenya, that is the Kenya we want. Na tumefurahi sana. Hata nataka hao mama mjipange, one mass choir moja, muunganishe muungano ya jamii zote ya Isiolo, mtengeneze wimbo moja,
mtakuja kutubuiza rais katika Jamhuri Day pale Nairobi. Ndio mpange mzuri, mtakuja pale. Lakini mpange wimbo moja ya hizo jamii zote, ndio tukuje tuoneshe Wakenya vile Isiolo inakaa. Tumekubaliana? Kwa hayo mengi, asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you. Asante sana naibu rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa sababu ilikuwa ibada ya furaha na ya kanisa, naomba kwa heshima naibu rais tubakie tumesimama, nikaribishe kanisa tena kwa maombi ya mwisho. Asanteni. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ewe Mola, tunakushukuru kwa kutamatisha sherehe ya leo kwa njia salama salamini. Ewe Mola wetu, tunakushukuru kwa baraka na neema zako kwa taifa letu. Tunakushukuru kwa uteuzi wa Mohamed Liban katika nyadhifa ya katibu wa kawi na petroli. Tunakushukuru kwa umoja wa viongozi wetu wa jimbo hili, na uzidi kuwabariki na kuwaongoza katika utekelezaji